nilikuwa najisikia vibaya sana kiuno, kifua, lakini namshukuru Mungu kwa leo nimesikia mtoto. Lakini na bila kusumbua ndani na ulienda wapi na wapi kabla ya kupata suluhisho lako leo? Sasa ni muda mrefu Ndio toka niko shule. Ndio. Swala la kichwa lilikuwa linanisumbua kwa muda mrefu. Kama miaka mingapi? Inaweza kufika miaka 30 au 30 kitu. Miaka 30 au 30 kitu. Na tatizo la kiuno limechukua muda gani? Tatizo la kiuno ni kama miaka zaidi ya 10. Miaka kama 10. Na habari ya tumbo imechukua muda gani pia? Ile swala la tumbo lilitoka udogo. Toka kiwa mdogo kabisa. Toka mdogo. Ilikuwa na vimba kama hali kama kupelekea katika ile kishamba zile la kusema sijui hapo mzima upande wa kushoto mtando, lakini ile ilikuwa na. Kwa hiyo ulijaribu kwenda wapi na wapi ili kupata solution? Sisi nimezunguka sana kwa waganga. Kama waganga wangapi? Waganga ni wengi sana. Wengi na 10 naweza kufika. Kama waganga 10. Na hospitalini mwaenda pia au je hospitalini? Hospitalini nilikuwa naenda wakaniambia ni UTI. Hospitali gani? Nilienda hospitali ya Tarime. Nilienda hospitali kipindi niko Morogoro. Ndio hospitali tumisho. Na pia nilikwambia nini kwa baadhi ya changamoto za matibabu? Nabii nilipoingia hospitali aliniambia tatizo la kichwa. Kwa nabii pia alikwambia tatizo la kichwa. Aliniambia kuna changamoto anasikia ya sigara. Na hiyo unadhibitishaje baada ya kukwambia kuna changamoto ya sigara, unadhibitishaje? Hiyo changamoto ya sigara ni kweli kulikuwa nilikuta kuna sigara fulani wamezileta sasa hivi wanaita sigara dawa. Sigara dawa. Kwa hiyo ni kweli kabisa ulikuwa unaomba kufuta sigara. Ndio na mtu mmoja alisema inasaidia sana maumivu ya kiuno. Yes. Na nini unatuambia baada ya kuwa mtumishi wa Mungu amekuombea? Nini kimeenda kutokea? Kilichotokea ni nguvu ya ajabu ambayo nimekutana nayo hapa. Nguvu ya ajabu. Nguvu ya ajabu kweli. Yaani nimejikuta muda fulani nilianza kwenye usawa wa mikono. Yaani mikono ikawa mizito. Mikono mizito sana. Yaani kurudisha hivi kama unarudisha mwenyewe fulani kuna huko. Baada hapo nikaja kwenye kifua. Kifua ikawa inapandisha juu kama nashusha mzigo fulani. Kama unatoa mzigo. Kama unatoa mzigo. Kiuno ikawa sasa imezidi kushika. Kimebana zaidi. Imebana sana, ndio ikabidi nikaanguka hapo chini. Jinsi ya kuinuka nikawa nashinda jinsi ya kujiinua. Baada ya mtumishi alikuja kunishika mkono hapo, kuniinua ndio nikamwambia kiuno inanisumbua. Wakati nilipea tena sasa nasikia mzima kabisa. Kwa sasa hivi unasema unapona kabisa baada ya kuwa mtumishi wa Mungu. Nasikia mzima kabisa. Ndio Yesu mkuu.